الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa darasa zetu ya kuangalia historia ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama katika msimu uliopita tulipoishia, tuliona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasili katika mji wa Madina katika kijiji cha Quba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasili katika mji wa Quba. Ilikuwa ni siku ya pili au tarehe 2 katika mfungo 6 mwaka wa 14 tokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa utume, ambao ndio mwaka wa kwanza Hijiria, na kwa sawasawa na tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 622 miladia, ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasili katika mji wa Quba, na alifika katika nyumba moja alikuwa anaitwa Kulthumul Hibni. Sahaba huyu hakutajwa, hutomsikia anatajwa sana kwa sababu ni katika masahaba waliofariki mapema. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa katika mji wa Quba kwa muda wa siku 14, lakini ndani yake alibahatika kujenga msikiti wa Quba, Masjid Quba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa katika siku yale, sasa ulifika muda kutoka pale kuondoka Madina mjini kule. Alituma salamu nyumbani kwake kwa Bani Najari kuwa yeye sasa anaelekea kule. Wajomba zake walikuja wakiwa wanachezesha panga zao wakimsindikiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kipindi anatoka Quba anaelekea Madina mjini kule, njiani ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimdiriki swala ya Ijumaa. Na hiyo ndio mara kwanza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali Ijumaa ya kwanza, na hotuba siku ile ilikuwa hotuba ya kwanza katika Ijumaa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuswali swala ya Ijumaa anatoka sasa, anaelekea Madina mjini. Wanazuoni historia wanatueleza namna gani watu wa Madina walivyokuwa na furaha. Vitabu mbalimbali vya sira vinatuambia kuwa walikuwa wanapokelewa na tahdhir na takbir na idadi mbalimbali za kupokea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi waliokuwa nayo. Lakini wakaja watoto na wanawake na wasichana, hao walikuwa wanaimba nashdi, Tala al-badru alaina, umechomoza mwezi juu yetu, min thaniyati alwadai, tokea katika upande wa thaniyati alwadai. Wajaba shukru alaina, ni wajibu kushukuru juu yetu. La daa lillahi da'i, wale ambayo aliyelingania mlinganiaji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ayuha al-mabi'uthu fina, ewe uliyeletwa kwetu, jita bil amri mutai, umekuja na jambo lenye kutiiwa. Na shidi zote hizi na takbira na tasbih kwa ajili ya shangwe kupokea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasili sasa kule Madina mjini, ilikuwa kila mtu anataka afikie kwake, walikuwa wanagombea kama ngamia. Lakini angalia hikma aliyotumia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana wale walikuwa wengi. Laiti angesema achague nyumba binafsi, wale wengine wangeumia. Kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafikia kwangu? Jibu aliwaambia, akawaambia, da'uha fa innaha ma'mura, mwacheni ngamia aende, kwa sababu huyu ameamrishwa, anafuata instruction, anataka maalumu na inayoelekeza Mtume huyo Rasul Muhammad. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda mpaka katika bahala, alionekana na ngamia. Sasa alikaa ukaja ngamia. Wanazuoni historia watuambia alikaa chini, kisha akanyanyuka akaenda mbele kidogo, alafu akarudi pale pale akakaa tena ukaji wake. Pale ilikuwa ni karibu na nyumba sahaba Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu, maarufu ni sahaba Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu.
Kwa pale baada ya tukio lile, sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiallahu anhu haraka akachukua mizigo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuingiza nyumbani kwake. Kwa sababu huyo alipata bahati kuangamia amefikia kwake, na pale ngamia ndipo alipoamrishwa wafike pale. Na tunaona katika historia pale alipofikia ngamia yule ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojenga msikiti wake mtukufu wa Madina, ambao wazee wa bahati ya kwenda wanaona. Angalia alichokifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufika katika mji wa Madina, kabla hata hajaandaa makazi yake, hajajua ataishi wapi, jambo la kwanza alilofanya alijenga msikiti. Hii meseji tunapewa sisi. Nyuma kidogo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka safari yake Isra na Miraj, akaambiwa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake ilianzia msikiti mtukufu wa Makka mpaka ilikomea katika msikiti wa Baitul Lakini angalia alipofika Madina, jambo lilifanya la kwanza pale Kuba alijenga msikiti wa Kuba. Lakini tunaona toka Kuba anafika Madina mjini vile vile, kabla hata hajaandaa makazi yake, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anajenga msikiti kwanza. Hii tunapewa message kwa sisi, bi anna tarbiyatan hasanan haqiqiyya lan takuna illa masjidan, kwa sababu malezi yalikuwa mazuri ya uhakika kabisa hayapatikani isipokuwa msikitini. Msikiti ndio unatoa watu ambao wanaofuata na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikiti ndio pahala ambapo watu kunawafanya warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikiti ndio sehemu ambayo inafanya watu wawe na amani. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yake mengi na mapito yake mengi anaweka kipaumbele msikiti. Hii atoka meseji na sisi tuwe tunajipanga na sifa kama hii. Kama una uwezo basi jenga msikiti. Na una uwezo changia pamoja katika msikiti. Na una uwezo basi ufanye hata moyo wako uwe mtepetepe na kukaa msikitini au kuwa karibu na msikiti. Inshallah kwa tashia hapa tutaangalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza maisha yake Madina. Allahu mimma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.